Nikwambie, hata wakati wa Sodoma na Gomora iliangamia, lakini hakukuwa na ghadhabu kubwa ya Mungu iliyotawala. Chunga kitu kinachoitwa ghadhabu ya Mungu. Ukaingia kwenye ghadhabu, Mungu atamlipa shetani malipo ya stahiki yake. Wewe ukiwa umepokea chapa, maana yake umejisajili na shetani, maana yake utalipwa kadiri anavyolipwa shetani. Hakuna jehanamu ya shetani na jehanamu ya watoto wa shetani. Jehanamu iko moja, na ukiingia huko na shetani mkubwa wa wakubwa, shetani na nguvu zake wote yuko huko. Teso analopitia adui shetani ndilo utakalolipitia wewe. Heri upishane leo na mambo yote ya dunia, lakini usipishane na mkono wa Bwana, maana wakati unakuja ni mgumu. Yesu asifiwe sana. Makanisa na watu leo wanaambiwa wamechukulia sifa mambo haya na wamedharau. Ndio ile maandiko lilivyosema, watu watakuwa wanakula na kunywa kama zamani zile za wakati wa Nuhu, walipokuwa wakihubiriwa ya kwamba mvua itanyesha jioni, watu walidharau Bwana. Na leo hii wapo watu makanisani, leo hii wapo watu majumbani, leo hii wapo wachungaji, wapo mashemasi, wapo watu wanaojifanya wanamcha Mungu, lakini hawako na Bwana. Akasema tena wamedharau Bwana. Wewe usiwe mmoja wao kwa jina la Yesu. Wewe kamche Bwana katika yote. Tembea na Kristo ukijua majira yanayokuja ni hatari. Biblia inasema mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Kristo halitapita kama yasitimie. Mungu atusaidie, tutie nguvu. Tunatamani twende na Yesu. Usikubali kupoteza mbingu. Acha vyote ambavyo vinatakiwa kuachwa, upokee nguvu za Roho Mtakatifu. Sikia nikwambie, Biblia inasema katika kitabu cha Efeso sura ya 4. Natamani tusome. Tumetiwa chapa ya muhuri wa Kristo. Tusome hapo haraka. Tusome mstari wa 30. Biblia inatamka tumetiwa chapa, na nataka nikwambie, Yesu anapokuwepo kwa uwezo wa Roho analiandaa kanisa. Lakini tutasoma na waraka wa kwanza wa Yohana, utaona pia kitu kingine kipi unaandaliwa na Yesu. Amen. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. So Biblia inaandika maneno haya. Efeso 4:30, wala msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye tumetiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Ambaye kwa yeye tumetiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Amen. Ukipoteza muhuri, tumesoma muhuri wa shetani chapa 666. Na nimerudi nitafute tena kwenye kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 30, nikuonyeshe tena muhuri ya Mungu. Kuna vitu vikuu viwili vinatenda kazi. Nisikie nikupe siri. Unaweza ukafikiri mpinga Kristo tunamsubiri, lakini nataka nikwambie anatenda kazi ila hajafunuliwa. Roho Mtakatifu anatenda kazi, na mpinga Kristo na nguvu zake anatenda kazi, ila bado hajafunuliwa katika utimilifu wake. Roho Mtakatifu analiandaa kanisa, anagonga chapa ili chapa za Roho Mtakatifu zizuie chapa 666 isimguse. Pewa hii chapa kwa jina la Yesu Kristo. Hii chapa ni muhimu. Ukipishana na chapa hii ambayo tunaambiwa chapa ya Kristo hata ukombozi. Ukombozi wetu ni nini? Ni nini? Ni siku ya kuondoka mahali hapa. Huo ndio utimilifu wa kukombolewa kwetu. Leo hii watu wakifundishwa kupokea Roho Mtakatifu wanaona ni jambo la simple. Wakiambiwa tuache matendo yanayomzimisha Roho Mtakatifu wanaona ni masihara, lakini majuto hayako mbali. Nasema majuto hayako mbali. Kwa mtini jifunze. Biblia imeacha hapa. Lakini nataka nikwambie, sikiliza kwenye kitabu cha waraka wa Yohana sura ya 2 waraka wa kwanza wa Yohana mstari wa 18. Tusoma kwa jina la Yesu. Tusome hapa. Watoto, waraka wa 2 wa Yohana sura ya 2 mstari wa 18. Utasoma. Ndio. Waraka wa 2 sura ya 2 mstari wa 18. Utasoma waraka wa 2. Waraka wa 2 wa Yohana ina sura 1. Waraka wa kwanza, si wa 2, wa kwanza. Wa kwanza
sura ya 2 mstari wa 18. Tasoma kwa jina la Yesu. Watoto ni wakati wa mwisho. Ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Mpinga Kristo anakuja. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekisha kuwapo. Piga makofi kwa Yesu Kristo kama unaelewa. Nilikwambia Roho Mtakatifu anaandaa kanisa kwa kulipiga chapa, lakini unaona hapa anaambiwa, Yohana anasema hata sasa wapinga Kristo wapo. Endelea kusoma malizia. Amen. Ulifika mwisho? Hapana, nitaendelea. Kwa sababu hiyo ndio tunajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Ni wakati wa mwisho. Walitoka kwetu, lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangalikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Amen. Pigie Yesu makofi. Watu hawajui juu ya habari ya neema. Watu wanafikiri neema ni kuendelea kutenda mabaya na kutubu. Neema ni kukataa uovu na kurudi kutenda mema maishani mwako. Hao walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Ni watu waliokubali kujichanganya. Wako kwenye mfano wa utaua lakini wanakana nguvu za Mungu. Wamejaa, wako kwenye makanisa yote. Tukiwaambia habari za kuvaa vimini wanavyovaa kwamba ni uovu, watakataa, maana wanakana nguvu za Mungu. Walikuwa wa kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Walitoka kwetu ili wafunuliwe. Hakuna mvaa kimini hata mmoja ataingia mbinguni. Hakuna mwanamke anayevaa suruali hata mmoja ataingia mbinguni. Soma vizuri maandiko ufahamu. Hayupo atakayeingia mbinguni. Biblia imeweka wazi ikasema, umtazamapo mwanamke na kumtamani umeshazini naye. Mwanamke akipita na kimini, wanaume wanaomtazama wakiisha mtazama kwa kutamani wamezini. Mzinzi huyo ataenda mbingu ipi? Hivi umevaa na makalio, unapita na masuruali. Tunafundisha mtu anafikiri tunaongea masiara. Anasema walikuwa wa kwetu, walitoka kwetu, lakini si wa kwetu, wamefunuliwa katika matendo yao. Leo hii kanisa limekuwa ovu. Leo hii wazee wa kanisa na wazee wa kanisa kuzini wanaona ni kitu cha kawaida. Mimba zimejaa makanisani. Lakini Yesu anarudi. Nilikwambia juzi, wakati nguvu ya uasi inapofanya kazi kwa kiwango kikubwa, kanisa linazidi kwenda chini. Upendo wa wengi utapoa. Tunamhitaji Bwana atutie nguvu. Kama ubirini watu wa habari hizi. Yesu anarudi. Kuna mabaya mengi yataenda kukutana na watu. Lakini hapa nilitaka nikufundishe. Anasema siri ya uasi inatenda kazi. Yuko. Anasema mpinga Kristo yupo hajafunuliwa, lakini wapinga Kristo wapo. Na nataka nikwambie leo, kuna dini nzuri zinaonekana dini nzuri, lakini yoyote ambaye anasema Yesu Kristo sio mwana wa Mungu, huyo ni mpinga Kristo. Mtajua wenyewe. Nakwambia, wewe waache. Yoyote ambaye hata muishi Kristo kwa 100%, huyo ni mpinga Kristo. Yoyote atakayelikataa andiko moja katika Biblia akaliweka pembeni, huyo ni mpinga Kristo kama wapinga Kristo wengine. Yoyote atakayeishi maisha anayoishi hayako kwenye Biblia, huyo ni mpinga Kristo kama wapinga Kristo wengine. Biblia inasema wapo wapinga Kristo na wanapenda kazi kuandaa watu wao. Lakini Roho Mtakatifu naye yupo kwenye Waefeso 4:30 anawapiga chapa watu wake kuandaa. Na mpinga Kristo anatenda kazi kuendelea kuandaa watu. Kuna dini nzuri tunaziona, lakini subiri uone. Huko ndiko ambako vitadhirika upinga Kristo. Yoyote atakayemkataa Bwana hata afanye nini ni mpinga Kristo. Mpigie Yesu makofi ya kutosha. Biblia inasema wapinga Kristo wapo. Hebu nenda kahubiri watu na vimini vyao. Utawajua wapinga Kristo. Watalikataa neno la Mungu. Nenda kawafundishe watu habari njema za wokovu. Waambie watu uhalisia wa mambo yao. Watalikataa neno la Mungu. Huo ni udhihirisho. Hao ndio wapinga Kristo watendao kazi katika ulimwengu wa siri, lakini bado kufunuliwa kwao. Wanaandaliwa kwa chapa 666. Na ndio maana Biblia ikasema wakubwa kwa wadogo, matajiri
tajiri na maskini, watu wote, wazee, vijana, wote wanakwenda kupigwa chapa bila kupigwa. Utapigwa tu. Wewe unafikiria utakotea wapi? Kama leo hii unakataa kupa muhuri wa Kristo, baada ya hii chapa kuondoka muhuri wa Kristo, utakwepa wapi? Pokea chapa ya Kristo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Andika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9 mpaka wa 12, utasoma nyumbani. Huu ni wakati